Mwanga TV, sauti ya maisha. Mwenyekiti wa Simba Sports Club Murtaza Mangungu amenusurika kipigo kutoka kwa mashabiki wenye hasira kali wa timu hiyo baada ya timu ya Simba Sports Club kutoka sare ya 2-2 dhidi ya timu ya Esperance, matokeo ambayo yanaifanya sasa Simba kupoteza kabisa matumaini ya kuendelea na michuano hii ya klabu bingwa barani Afrika. Hali ilikuwa kama unavyoiona. Lakini maswali mengi yameibuka mitandaoni, wengi wakijiuliza kwa nini kila siku timu ya Simba ikifungwa mchawi wa kwanza anayelalamikiwa na mashabiki anakuwa ni mwenyekiti wao Murtaza Mangungu. Kwani kuna kitu gani ndani ya Simba? Mangungu anashutumiwa kwa kitu gani? Lakini kitu kingine ambacho bado kimeendelea pia kuwashangaza mashabiki wa soka ni kwa nini Murtaza Mangungu asichukue hatua ya kuweza kujiuzulu kutoka kwenye nafasi yake ya mwenyekiti, hasa kutokana na matusi pamoja na madhila makubwa ambayo amekuwa akiyapata kutoka kwa mashabiki wa timu hiyo. Ni swali ambalo limekuwa likiulizwa na watu wengi sana kwenye mitandao ya kijamii, hasa wakijiuliza Simba ina nini ndani, ikiwa tayari ina wachezaji wazuri, lakini pia ikiwa imesajili kupitia dirisha dogo wachezaji ambao wanaaminika ya kwamba wanaweza kuleta matumaini mapya dhidi ya timu ya Simba. Licha ya kwamba wachezaji hao bado hawawezi kucheza michuano hii ya klabu bingwa, lakini basi hata michuano ya ndani ya ligi za ndani bado Simba imeendelea kunyaunya. Tukio la leo la kutaka kushambuliwa kwa Murtaza Mangungu ni tukio la kusikitisha, na kiukweli ni tukio ambalo inabidi lipigwe vita, kwa sababu bado jamii lazima iendelee kuamini ya kwamba, bado mashabiki wa soka lazima waendelee kuamini ya kwamba soka ni mbinu, soka ni dakika 90. Kitendo cha kuendelea kumshambulia Murtaza Mangungu, mwenyekiti wa Simba, bado inakuwa sio kumpendea haki. Na hata kama mtu akiambiwa alete ushahidi bayana unaonesha ya kwamba Murtaza Mangungu ndiye anayehusika katika matokeo yanayo ikabili timu ya Simba, bado itakuwa ni ngumu kuleta ushahidi huo. Jambo la msingi na la jumla ni kwamba Simba inabidi wajipange tena kwa msimu mpya kwa kuangalia madhaifu, lakini pia changamoto ambazo zimewakabili mwaka huu, na hatimaye kutolewa kabisa katika michuano ya klabu bingwa barani Afrika. Licha ya kwamba hawajatolewa, lakini tayari matumaini yao bado yamebaki ni 50-50. Jina langu ni Hamza Shabani Lusambo, mpaka wakati mwingine. Asante na kwaheri.